Verona, mjini ni shule, part 3. Baada ya wiki 2 tu za kutumia ile lotion ya Vicky, nilibadilika nikawa mweupe sana. Hii siku ilikuwa ni Jumamosi. Vicky alikuja chumbani kwangu kunipitia twende saluni tukasuke. Yaani Rona, umenoga. Sichoki kukuangalia jamani. Karangi kamekuwa katamu, sasa uko tayari kwenda kuanza kazi shoga yangu. Mida ya saa 11 jioni tukaenda saluni iliyoko kituoni kwetu. Tulifika tukakuta kuna watu wanahudumiwa huko, tukaamua tuanze na kutengeneza kwanza kucha. Baada hapo mimi na Vicky tukaanza kuhangaika mtandaoni kunitafutia aina gani ya msuko nisuke. Yeye Vicky hakuwa na haraka kwa sababu alikuwa anataka tu afumue nywele na abandike wigi. Nikamwambia msusi wangu nataka mabutu, wao wenyewe wanaziita knotless. Nilivyomaliza kusuka mimi mwenyewe nilikuwa siamini kama ndo mimi. Lakini leo nimesifiwa na watu wengi sana kuhusu rangi yangu na kwamba mimi ni mzuri. Mpaka nikajiambia, inaonekana mjini ukiwa mweupe ndo mzuri. Vicky naye akamaliza kubandikwa wigi, tukarudi nyumbani. Ilikuwa mida ya saa 4 usiku. Tumerudi nyumbani hata hatukusalimiana na wapangaji wengine kama kawaida yetu, tukaenda zetu tu chumbani. Huyu binti naye sasa hivi kawa mzungu. Kwani wewe anayeongozana naye umuoni Vicky? Yaani amejikrimu mpaka sasa hivi anafanana na mjusi. Lo, watoto wamekengeuka hawa. Hivyo mume wangu huyo mtoto hapo jirani wewe wamuona. Alikuja mweusi kama kiza, sasa hivi yuko kama jua. Yaani mke wangu nazo sasa hivi ameiga tabia za huyo Fedhuli mwenzake. Hasalimi, anakupita tu. Ilikuwa ni Jumapili asubuhi na hii siku Vicky ndo alipanga twende kwa madam nikasaini mkataba. Msomali, nipeleke tu hapo Mbezi Beach, mimi na 8,000. Vicky, ongeza 2,000. Wewe ndo uliniambia unamwelewa Rona, sasa kuhudumia utaweza kama 2,000 tu na kutoa roho. Msomali akatupeleka mpaka nyumbani kwa madam. Madam alikuwa amekaa nje na wadada wale wengine, lakini aliponiona tu ilibidi asimame maana hakuamini macho yake. Madam huku akishangaa, kuda deki Vicky, katika siku umenifurahisha bwana ni leo. Yaani kazi uliyofanya ni kubwa, sio kisi. Umejua kunitengenezea mtu. Yaani wewe nikikuchekea hata maisha yangu utayatengeneza. Embu kwanza leo nikufurahishe. Yaani nataka unywe bia wewe mpaka useme. Basi yule madam kweli akamtumia Vicky shilingi 1,000,000. Alifurahishwa na kazi ya Vicky. Baada hapo akamwambia, "Aya mpelekeni mkamsomee mkataba na hakikisheni ana sign." Akaja huyo mdada mwingine anaitwa Husna ili anielezee juu ya huo mkataba. Husna akaanza kunielezea, "Sasa hapa shoga yangu tunafanyaga huduma za massage. Lakini kuna wateja wengine watalipia full package, wanataka na happy ending. Unajua maana happy ending?" Nikatikisa kichwa. Husna akaguna akageuka kumwangalia Vicky. Vicky akaendelea kunielezea, "Yaani una happy ending ni ile unakuta kuna mteja ameshalipia umemfanyia massage lakini anakutaka kimwili mwishoni." Nilishtuka, yani nilipanic. Nikaambia, "Jamani, mimi naombeni mnitafutie kazi za ndani. Mimi sijawahi hata kumjua mwanaume. Sasa hii kazi nitasitoweza jamani." Husna akadakia, "Shoga yangu, yani mjini kuna mawili. Either uingie kwenye mahusiano uliwe bure au uje kibiashara upige pesa. Na kwanza una miaka mingapi? Mbona kama una utoto mwingi? Umeaga nyumbani unakuja mjini kutafuta pesa. Sasa unataka ufanye kazi za ndani. Hivi unawajua mabosi wa daa wewe unawasikia? Watakudharau na mwisho wa mwezi unalipo 30,000, 50,000. Kodi yako tu tayari 50,000. Haya mpaka uje kutoboa ni leo." Husna akaniambia nimfanyie massage ili anifundishe. Ile siku walitumia kama lisali moja kunishawishi jinsi hii kazi ambavyo ingenisaidia. Na jinsi ambavyo naweza nikaingiza hata 300,000, 400,000 kwa siku moja. Nikikumbuka hali ya nyumbani, nikikumbuka dogo zangu inabidi waende shule, nikajikuta nakubali. Walinishawishi sana na kusema kwamba haina madhara, wanakuja watu muhimu, tunalipwa vizuri. Wakasema na wote tunapimwa afya ili wote tuwe salama. Kwa hiyo nikaona kama ni sawa.